Wananchi, haki! Haki! Haki sawa kwa nani? Asiyependa haki, raha sio raha. Sisi tunadili na nyie tu wananchi, nyie ndio wenye nchi yenu, na siku mkijijua hakuna mtu yote atakikula pilau hapa isipokuwa tutagawana nao. Ndugu zangu, nimepewa leo kidogo, namshukuru campaign manager ameniongeza 5. Kwanza nyinyi watu wa Mbagala mnatisha, jipigieni makofi. Huyu mgombea wenu anaogopwa nchi nzima na anajulikana Tanzania mpaka Ulaya. Juzi kulikuwa na ufunguzi mkubwa wa kampeni kule Zanzibar. Wakasema tunahitaji mgeni rasmi, lakini asiwe yote isipokuwa Mwalimu Sheikh Said Juma wa Kinyogoli. Eti Mzaramo katumiwa tiketi ya ndege, eti kasema eti anataka kwenda na boti, kwa hiyo akatuchukua na sisi ndugu zake. Nakushukuru sana bwana Mzaramo. Angekuwa binafsi angeenda kuchukua mwewe peke yake, lakini akatuchukua na sisi. Sasa tumekwenda, ndio siku ile kulikuwa na msiba wa ndugu yake Mwinyi, kaka yetu Abasi, Mwenyezi Mungu amrehemu. Sisi jamani, tukifika eneo hilo huko kwa Mungu sio mchezo. Maana kuna mtu yuko duniani akwambia mimi wallahi wewe atuongei mpaka kwa Mungu. Wewe kwa Mungu unakujua kulivyo mpaka msiongee mpaka kwa Mungu. Huko mtu utaongea naye mwenyewe. Inawezekana ndio kashikilia fuba anakwambia kaa hapa utaneemeka kwa Mungu, utakuwa usemi naye huyo. Kwa hivyo shekhe bwana, wakati wa kurudi tumelala tumerudi. Wakati wa kurudi kumbe mle kwenye boti tulikuwa na vijana. Kijana mmoja baba yake aliwahi kuwa kiongozi wa nchi. Simtaji kwa sababu yeye sio mwanasiasa. Angekuwa Ridhiwani ningemtaja. Lakini baba yake alikuwa rais wa nchi, ila sio Kikwete. Sasa wakati tunateremka pale bandarini, hatari. Kwanza yule jamaa mle kwenye boti alikuwa na wachumba kama 4 hivi. Alafu pale tunateremka ndo nilipoumia. Gari za polisi 2, gari moja amechukuliwa yeye, ana escort nyingine. Mtoto tu, yani hajawahi kuwa kiongozi yoyote katika nchi hii kwenye nafasi yoyote. Escort ya polisi. Hivi unajiuliza, nchi itachezewa mpaka lini? Jana ndio nimeumia zaidi. Mgombea wa CCM alikuwa Chalinze Msata. Alivyokuwa Msata nilitamani nizime TV. Mimi kule jamani ndio kwetu, mimi Mkwele. Anasema pamoja na mambo mengine yote tutajenga uwanja mkubwa hapa ili Wakwele na nyie muweze kuwa na uwanja, na ndio tunamwenzi Kikwete. Unajiuliza, ukipita Chalinze pale ndugu yangu, gari iko namba 3, mtoto kashika karanga. Pale kila wiki anakufa mtoto kwa kugongwa na gari. Kwa nini msiweke mazingira mazuri ya biashara? Wakwele na sisi tukapata biashara ili tuishi. Kwetu tuna utaratibu, tunasema nguvu wila mulumunda. Yaani kama tumboni hamna kitu utacheza mpira? Yaani kila siku zilongwa mbali. Yaani wanaongopa wanarudia, wanaongopa wanarudia. Na tatizo letu moja, kipindi kama hiki cha kufanya maamuzi tunakuwa washabiki. Leo kuna mtu anaitwa balozi, mjumbe wa nyumba 10. Yuko huko bondeni, yuko Kimbangulile. Wewe balozi, hebu leo ukirudi nyumbani kwanza jiulize, balozi wewe kuwa balozi, hati ya ubalozi kakupa nani? Manake huwezi kuwa balozi mpaka hati upewe. Wewe ni katapila kama sisi, wewe ni masikini kama tulivyokuwa sisi. Wanakuchezea tu akili zako, lakini wewe huna tofauti yoyote na sisi tunaozungumza katika kidili hiki.